kumshukuru Mungu kama muumbaji, lakini pia fahamu zake anasema anajua siku zako zote, macho yake Mungu yaliona kabla hujakamilika, anafahamu hata mifupa yako. Kwa hiyo Mungu anahitaji kusifiwa, maana matendo yake ni ya ajabu na ya kutisha. Bila kupoteza muda, nimwalike aliyeandaliwa kwa ajili ya kula shukrani. Karibu. Tunakushukuru tena kwa ajili ya leo. Tunakuinua tena kwa ajili ya uzima ambao Kristo anaendelea kutupatia. Bwana, na kabisa zako tunakuendelea zako tukihitaji uweze kutusamehe na kututakasa. Lakini tunakuendelea zako ili tuweze kuwa na kunywa meza zako. Asante kwa ajili ya leo. Asante kwa ajili ya neno la uzima. Ninaenda kwa Kristo utaenda kutupatia mahitaji kama ambavyo tumeomba. Tunasema asante katika jina la Kristo Yesu. Amen. Karibuni katika kipindi cha Agano. Yesu anakualika tena jioni ya leo kuja kwake jinsi ulivyo, pamoja na mzigo wa dhambi yote uliyonayo, naye yuko tayari kukupokea na utapata raha nafsini mwako, maana ameahidi. Kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapata kipawa cha Roho Mtakatifu. Tunapotubu, kuna mambo mawili hapa ambayo tunayapata katika fungu hili, kwamba tunapotubu tunapata ondoleo la dhambi, lakini kitu kingine, tukisha tubu tunapata kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa hiyo hii sehemu ni sehemu nzuri ambayo inatupatanisha na Mungu wetu. Na bila kupoteza muda, niwaalike tusimame na wimbo namba 46. Na baada ya wimbo Bye.
inasema, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Fungu la pili, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Kwa hapa kujaja Mungu mawili, fungu la kwanza pili Mwanzo moja inatuonyesha pale yote. Kumbe pia Roho Mtakatifu alihusika katika uumbaji. Kwa hiyo nilikuwa nasoma sielewi, lakini nilikuja kuelewa kwamba Roho Mtakatifu alihusika katika uumbaji, lakini pia Roho Mtakatifu anahusika katika kuumba upya kwa njia ya ubatizo. Kwa hiyo tunapoelekea katika maombi yetu tunahitaji uwezo wa Roho Mtakatifu kwa kila mshiriki, lakini pia kwa kanisa la Angara tunahitaji Roho Mtakatifu ili aweze kutuumba upya. Nipende kualika
rahisi si kwa sababu najua Mungu ameshughulika na sisi. Bwana Yesu asifiwe. Nipende kumkaribisha mtumishi wa Mungu Stephen Petro kwa ajili ya ushuhuda alioandaa. Karibu mtu wa Baba. Wow.
ikiwa ni siku ya 34 zikiwa zimebaki sasa siku 6 tu tufike katika kilele chetu cha siku 40 za maombi. Ninaendelea kuwapongeza wale ambao wanaendelea kujitokeza kuja mahali hapa kwa ajili ya kujumuika nasi katika maombi haya. Mungu awabariki sana. Kitu kwa namna ya pekee sana ninawapongeza wale ambao wanatufuatilia kupitia channel yetu pendwa ya YouTube ya Ngara Adventist SDA Choir. Mungu aendelee kuwabariki sana kwa namna ambavyo mnaendelea kufuatilia na kuungana nasi kwa njia hiyo kupitia maombi haya. Na juma hili ni juma pekee sana kwa sababu ni juma ambalo ni la msisitizo wa masuala ya uwakili. Ni juma la msisitizo wa masuala ya uwakili. Kwa hiyo tutakuwa tunapiga jiwe moja kwa maneno mawili kila siku, na kuanzia kesho tutakuwa tunapata tafakari au nukuu za uwakili kutoka katika maandiko matakatifu. Siku ya leo pia tutaipata nukuu, haleluya, tutaipata nukuu ya uwakili katika somo la leo. Na somo la leo lina kichwa kizuri sana kinachosema kufikiri kama mtumishi. Kufikiri kama nani? Kama mtumishi. Tumebakiza kipengele kimoja ambacho kinazungumzia kusudi la 4, maana tangu siku ya Jumanne tunashiriki na kusudi la 4 la maisha yetu kwamba tumeitwa kumtumikia Mungu. Kwa hiyo tumebakiza kipengele kimoja, tutazungumza kipengele hiki cha kufikiri kama mtumishi, na kesho tutazungumza namna ambavyo Mungu anapenda kutumia udhaifu wetu kwa ajili ya kumtumikia yeye. Alafu siku ya Jumanne tutaanza kusudi la 5 ambalo litakuwa ni kusudi la mwisho kwa mfululizo wa mwendelezo wetu wa masomo. Na tuombe. Mungu wetu wa mbinguni, asante sana kwa jioni ya leo. Tunashukuru kwa kuwa wema kwetu umetupigania. Kufikiri kama watumishi uliotuita kufanyia wewe kazi. Somo hili litakuwa ni muhimu sana, na Roho Mtakatifu ambaye anafanya mambo yaweze kutokea kama alivyofanya wakati wa maombi, tunaomba afanye hata siku ya leo kwa jina la Yesu Kristo, amina. Ya kabla tujaanza kufikiri kama watumishi, tunakusisitiza na tunakushauri kufunga kwa namna ambayo utachagua kufunga. Wiki hii ya kufunga siku zote, na kwa wale ambao wanapata nafasi ya kumwika mahali hapa, tunakutana angalau nusu saa mpaka dakika. Karibuni ikiwa utapata nafasi, na usipopata nafasi usisubie sana, kwa sababu sio lazima. Unaweza ukaa huko halafu ukaomba katika saa hiyo na utakuwa umejumuika pamoja na sisi. Bwana Israeli, naomba uje hapa karibu na kisemeo ili uwe unatusomea mafungu kama ambavyo umekuwa ukifanya siku zote. Na leo tunaanza kitabu cha Hesabu sura ile ya 14 na ile aya ya 23. Hesabu sura ya 14 aya ya 24. Hesabu sura ya anataka tumtumikie yeye, na kumtumikia Mungu huwa kunaanzia akilini. Yaani kumfanyia Mungu kazi au kumtumikia Mungu kunaanzia akilini, hakuanzii nje. Utumishi wa kumtumikia Mungu unaanza na fikra, unaanza na akili,
unaanza na mawazo. Na hapa katika fungu hili tutakutana na mtumishi wa Mungu anayeitwa Yoshua, ambaye amemtumikia Mungu tangu akiwa kijana mdogo. Amemtumikia Mungu akiwa bado kijana mdogo, na mpaka anakuwa mtu mzima, na sio tu kuwa mtu mzima, mpaka anakuwa mzee kabisa, mzee akiwa anamtumikia Mungu. Ninaomba usome hiyo Hesabu sura ya 14 na ile aya ya 24, uone namna ambavyo Mungu anamuelezea mtumishi wake Yoshua. Anasema lakini mtumishi wangu Caleb, kwa kuwa alikuwa na roho nyingine ndani yake, naye ameniandama kwa moyo wote. Huyo Caleb ameniandama kwa moyo wote, amlete mpaka nchi hiyo niliyoiingia. Kwa sababu hiyo nitamleta yeye mpaka ile nchi aliyoingia kuipeleleza, na uzao wake utamiliki. Bwana asifiwe sana. Kwa Caleb, kwa kuwa alikuwa na roho nyingine ya kumtumikia Mungu, alikuwa na roho nyenyekevu wa kutaka kumtumikia Mungu katika hali zote. Caleb, kwa kuwa kwa kufanya hivyo alimwandama Bwana Mungu, anaahidi asema hivi, huyo nitamleta mpaka nimweke katika nchi ya ahadi. Kwa lugha nyingine, wanaoingia katika nchi ya ahadi ni wale ambao wanamtumikia Mungu. Watakaoenda mbinguni ni watumishi walio tayari kumtumikia Mungu. Chagua kumtumikia Mungu katika maisha yako. Itakuwa kwa faida yako na kwa faida ya familia yako. Na ndio maana tumesoma hilo fungu linaeleza ya kwamba yeye alikuwa na roho nyingine, halafu alimwandama Bwana kwa moyo wake wote. Kwa hiyo huduma yake ilianzia akilini. Na katika kujifunza somo hili utagundua ya kwamba umeshagundua mpaka sasa ya kwamba ikiwa utapata msukumo wa iliyoisha, hautahitaji mtu wa kusimamia, hautahitaji mpaka uongezwe, hautahitaji mpaka ulipwe. Ukiwa na ule msukumo wa kutoka ndani, utafanya hata kama ni katika mazingira ya kukatishwa tamaa sana, ila utafanya. Yoshua na Caleb ndivyo walivyofanya. Wakati wanataka kuipeleleza ile nchi ya ahadi, walikutana na vikwazo ambavyo vingewakatisha tamaa, na ndio maana wale wengine 10 walikuja na habari mbaya kwamba jamani, ile nchi hatuwezi tukaimiliki. Hapana, ni nchi ambayo ina majitu. Wewe ni nchi ambayo imebarikiwa na vitu vingi vizuri, lakini yale majitu yatatushambulia. Tuko tunajifananisha, tukiona ni kama sisi ni vipanzi tu, wakakata tamaa. Lakini Yoshua na Caleb, kwa sababu wana ule msukumo wa kutokea ndani, yaani wao hawasukumi na kwa sababu wametumwa na Musa, hawasukumi na kwa sababu wamechaguliwa kuwakilisha makabila yao. Wana ule msukumo wa kwenda nchi ya ahadi toka moyoni mwao, wakiwa na msukumo wa ndani, hawana kitu cha kuwakatisha tamaa. Na ndio maana unasikia wao wanasimama kinyume. Kwa hiyo unapokuwa na ule msukumo wa ndani, hakuna kitu ambacho kitakukatisha tamaa katika kumtumikia Mungu. Unajua wengi tunakata tamaa kwa sababu hatuna ule msukumo wa kufanya kazi ya Mungu kwa kutokea ndani. Pengine tunafanya kwa sababu umeshindikizwa kufanya, au kwa sababu
hakuna mtu mwingine. Unasema sasa kama hakuna mtu mwingine, ngoja tu basi nijaribu. Ukifanya hivyo hauwezi kufanya kwa ufanisi. Nia huwa ni muhimu sana katika kumtumikia Mungu kuliko mafanikio yoyote. Na ndio maana Mungu anachunguza kuanzia ndani ya mioyo yetu. Hebu soma Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 25, Nyakati wa Pili sura ya 25 na ile aya ya 2. Hapa tunakutana na mfalme ambaye alimtumikia Mungu, lakini hakumtumikia kwa nia. Hakumtumikia kwa nia ya dhati kutoka moyoni. Soma msomaji. Soma tu kwa sauti. Alafu na mimi nitarudia. Akafanya yaliyoadili machoni pa Bwana, lakini sio kwa moyo mkamilifu. Kumbe wakati mwingine unaweza ukafanya mambo mema, lakini si kwa moyo mkamilifu. Kwa Mungu haihesabiki kuwa ina maana kwa kufanya hivyo. Na ndio maana watumishi wa Mungu huwa wanatumikia Mungu wakiwa na mawazo yanayotokea ndani, na mawazo hayo yanaongekewa aina zifuatazo. Unapokuwa unamtumikia Mungu kwa moyo wako wote na kwa akili zako zote na kwa roho yako yote, unatakiwa kufikiri kama mtumishi. Na namna ya kufikiri kama mtumishi ipo mielekeo mitano na mwelekeo wa aina tano katika kutumikia Mungu kwa nia ya dhati. Namba moja, mwelekeo namba moja, mtumishi halisi wa Mungu huwa anafikiri zaidi kuhusu wengine, sio kuhusu yeye mwenyewe. Mtumishi huwa anafikiria zaidi wengine kuliko yeye. Hii unajua inamaanisha kwamba yeye hatakiwi kujifikiria au hatakiwi kufanya chochote kwa ajili yake. Hapana. Yeye anatakiwa kuwafikiria wengine kama sehemu ya kipaumbele, sio asilimia zote ajifikirie yeye mwenyewe. Yesu akasema amri ya pili inafanana na ile amri ya kwanza inayosema mpende jirani yako kama nafsi yako. Kumpenda jirani yako kama nafsi yako, maana yake ni kwamba unatakiwa vile unavyojipenda wewe ndivyo upende na jirani yako. Sio ukomee kujipenda mwenyewe, au sio ukomee kumpenda jirani yako alafu usijipende mwenyewe. Hapana. Yaani inaanza na wewe, halafu haishi kwamba wewe, lazima iende kwa mwingine kwa nguvu ile ile, kwa kiwango kile kile. Yaani kama wewe unapenda kula, sio kwamba ushishe njaa ili jirani yako ale. Hapana. Maana yake ni kwamba hicho ulichonacho ukile pamoja na jirani yako. Kumpenda jirani yako kama nafsi yako haimaanishi wewe ujinyime haki yako ya msingi ili utimize haki ya msingi ya jirani yako. Badala yake ni kwamba nyinyi wote mna haki sawa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama ni kula, hicho ambacho kingekutosha wewe kikutoshe na jirani yako. Na kwa sababu hiyo Wafilipi sura ya 2 na ile aya ya 4 ni fungu ambalo tumewahi kulisoma hata siku za nyuma. Wafilipi sura ya 2 na ule mstari wa 4. Tusomee msomaji. Wafilipi sura ya 2 aya ya 4. Neno la Mungu linasemaje? Soma kwa sauti msomaji. Kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu aangalie mambo ya wengine. Yaani hatutaki kuangalia mambo yetu wenyewe
tuangalie mambo yetu sawa, lakini pia tujaribu kuthamini na kufikiria mambo ya wengine pia. Kwa hiyo ni mtazamo namba moja ambao ni muhimu sana kwa mtumishi wa Mungu kuwa nao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kufikiri kama mtumishi maana yake wanataka tuangalie pia mambo ya wengine. Nimepita hadi fulani kidogo, ndio maana nairudia hiyo ili isikupite. Ilikuwa ni ya muhimu sana. Hatutaki kuangalia mambo yetu tu wenyewe. Tunatakiwa pia kuangalia mambo ya wengine pia. Na kwa hivyo, kwa kadri tunavyokuwa tunafanya bajeti zetu za maisha yetu ya kila siku pale nyumbani, tunatakiwa pia kufikiria na kuwajali wengine. Unajua mara nyingi huwa tuna vitu vya kibinafsi sana vya kujiangalia tu sisi wenyewe. Na hiyo ni hatari sana. Na wakati mwingine kuna vitu ambavyo tunaweza tukasema kwamba tunavifanya kwa ajili ya uinjilisti, lakini ukiviangalia kwa asilimia nyingi ni kwa ajili ya faida yetu, sio kwa ajili ya faida ya wengine. Kwa mfano, hivi tunapokuwa mnapanga budget ya mahubiri pale kanisani kwenu, huwa mnafanyaje? Ukiangalia ile budget, najua mara nyingi huwa inakuwa inawanufaisha kwa asilimia nyingi watu gani? Inanufaisha wengine au inawanufaisha tu nyinyi wenyewe? Mara nyingi mimi kwa uzoefu wangu kwenye kanisa langu nimekuja kugundua kwamba budget nyingi tunazokuwa tunazifanya kwa ajili ya effort ya mahubiri huwa mara nyingi zinatunufaisha sisi, sio watu walio nje ya kanisa. Na ndio maana budget nyingi utaikuta iko kwenye chakula. Na kwenye chakula hapa ili watu wasije kufanya nini wakakosa chakula. Haya, budget nyingine inakuja kwenye nini? Tunahitaji kwaya iji kutoka Kilimanjaro. Wakati huo na hapa kwenu una kwaya, ila unataka kwaya mgeni, na hapo kwenye kwaya kunakuwa na mgongano. Ile kwaya fulani ndio nzuri, ile kwaya fulani ndio nzuri. Unajua ni kwa nini mgongano na kuwepo? Kwa sababu yani wakiimba wewe ndio unajisikia kwamba kweli tulipata kwaya. Kwa hiyo unajikuta asilimia 25 mpaka 40 ya budget yote iko kwenye kwaya. Na kwenye hiyo budget ni ngumu mno kuweka budget kwamba wakati wa effort tununue magodoro 50 ili tukawahudumia, tukawapatia wafungwa pale magereza. Hivyo huwa viweke kwenye budget ya effort. Kwamba sabuni, mafuta kwa ajili ya wahitaji haviweki kwenye budget. Vitabu angalau sijawa na uzoefu wa budget za siku nyingi ambazo nimekuwa shahidi wa kuzishuhudia zikiwa zinapangwa kwamba sasa tunafanya effort. Ni mara ngapi au ni lini ambapo tuliweka budget kwa ajili ya vitabu vya wale ambao watakuja kubatizwa. Na hata ikitokea basi tunaweka budget ya vile vitabu vidogo vya shilingi 2,000 na 3,000 na 200 na 500 ambavyo hata sisi wenyewe huwa hatuvinunui. Wewe unasema bwana, mimi nataka kile cha maonjo hadi ushindi, na bei yake ni shilingi 25,000. Kwa nini atubudget hivyo kwa ajili ya
ya wageni au kwa ajili ya wengine. Haya, Biblia basi kwamba jamani wote watakaobatizwa wapate angalau Biblia. Simeanza kunielewa sasa namna ambavyo bajeti zetu mara nyingi huwa ni kwa ajili ya faida yetu. Tunasema tukodi vyombo vya muziki vizuri. Ili kwamba tuibie vizuri sisi. Ili kwamba mhubiri wetu ahubiri vizuri. Ni sawa. Yaani sikatai kwamba hivyo sio vya muhimu, ni vya muhimu. Lakini kuna kitu cha muhimu zaidi. Tukodi viti ili kwamba tupate vya kukalia. Ni kweli sisi na wageni wetu hapo ni 50 kwa 50. Ni kweli kwamba tunataka tukodi matenti tupate vivuli, ni sawa 50 kwa 50. Hapo angalau tunakuwa tumejitahidi. Lakini tunatakiwa kuwafikiria zaidi wenzetu, kwa sababu ya wao wanahitaji lile joto la karibu zaidi na ule ukaribu zaidi kati yao na kukutana na Kristo ambaye sisi tulishakutana naye. Na ndio maana kanuni namba 1 inataka ili tuonekane kwamba sisi ni watumishi wa Mungu, lazima tufikirie ile tuangalie mambo ya wengine. Tunapotaka kufuata mambo yetu ya utumishi, tufikirie. Tunapopanga bajeti ya wageni, tujue kwamba kuna wageni pia ambao ni wasikilizaji wanaofuatilia kuhubiri kwa leo tusiwe na tuwaweke kwenye bajeti. Namna ya pili ya kufikiri kama mtumishi. Mtumishi ufikiri kama wakili, sio mmiliki. Kawaida mtumishi anafikiri kama wakili. Wakili ni nani? Wakili ni mtu ambaye amepewa dhamana ya kusimamia kwa niaba ya bwana wake au kwa niaba ya mmiliki. Ukweli usiopingika ni huu hapa. Nchi na vyote vijazavyo ni mali ya nani? Ya Bwana. Dunia na wote wakaao ndani yake ni mali ya nani? Ya Bwana. Kwa hiyo mtumishi halisi wa Mungu lazima ajue ya kwamba yeye ni wakili. Tutasomea kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 4 mstari wa kwanza na wa pili. Wakorintho wa kwanza sura ya 4 mstari wa kwanza na wa pili. Mtumishi anafikiri kama wakili, kwa maana ya kwamba yani hivi vitu vilivyopo duniani vyote na yeye akiwemo sio mali yake, ila amepewa kusimamia, amepewa kuvimonita kwa wakati huu ambao yupo. Unajua ukweli ni huu hapa, vitu vyote umevikuta, na kwa taarifa yako vitu vyote utaviacha. Ayubu alitambua hilo, akasema nilitoka tumboni mwa baba yangu niko uchi, nikaja nikatajirika hapa na vyote hivyo, lakini nitarudi huko nilikotoka nikiwa uchi vile vile. Hamna lolote nacho, vyote tunaviacha hapa. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, mimi na wewe sisi ni mawakili ambao tumepewa tu kusimamia kwa muda. Na ndio maana baada yetu, yani baada yako, Mungu atampa hivyo vitu mtu mwingine. Kama una mashamba, Mungu alikupatia kuyasimamia wakati ukiwa uko hai, utakapokufa Mungu atawapatia watu wengine. Hata hivyo sio lazima wewe watoto wako. Hata kama utaandika mpaka na mirathi na mawasia kabisa ya kutosha, lakini ukishakufa vya kwako vimeshaisha, anaweza kupewa mtu mwingine. Kwa hiyo ni vizuri tufikiri kama wakili na sio wamiliki. Soma msomaji. Mtu na atuhesabu hivi. Anasema mtu na atuhesabu hivi. Yaani tunatakiwa tutambulike hivi. Kuwa tu watumishi wa Kristo. Sisi ni watumishi wa Kristo. Na mawakili wa siri za Mungu. Na mawakili wa siri za Mungu. Hapo tena
inayohitajiwa katika mawakili. Kwa hiyo jambo linalotakiwa kabisa kwa huyu mtu anayeitwa wakili, ndio mtu aonekane kuwa mwaminifu. Anatakiwa kuwa mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu anakuwa ni wakili, tena wakili mwaminifu. Na kwa wakili maana yake lazima tutue kila kitu tumepewa kukisimamia kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Sasa kuna jambo ambalo ni gumu sana kulisimamia kwa utukufu wa Mungu, na nitalizungumzia kidogo hili kwa sababu hata Yesu mwenyewe alisema hazina yako ilipo ndipo na moyo wako ulipo. Uwakili wa fedha. Kama kuna jambo gumu kulisimamia ni swala la fedha. Ukitaka kujua kwamba ni gumu sana kulisimamia, mafundisho ya Yesu, mifano ya Yesu, roboti kuliko hata vitu vingine. Na hii ni kuonyesha kwamba hili ni eneo ambalo linatakiwa kuangaliwa kwa makini. Fedha au mali. Na ndio maana katika kitabu kile cha Luka sura ya 16 na ule mstari wa 13, Yesu hapo alizungumza kitu fulani muhimu sana. Luka sura ya 16 na ule mstari wa nisome mstari wa 11 na 12 kabla hatujaenda mstari wa 16 wa 13. Luka sura ya 16 anza mstari wa 11 mpaka mstari wa 13. Neno la Mungu linasema, anasema basi kama ninyi hamkuwa waaminifu katika mali ya udhalimu, kama ninyi hamkuwa waaminifu katika mali ya udhalimu, ni nani atakayewapa amana mali ya kweli? Kwa sababu mali ya udhalimu ni mali inayofikia kikomo. Nani atakayewapa kusimamia mali ile ya kweli? Na kama hamkuwa waaminifu katika mali ya mtu mwingine, na kama huwezi kuwa mwaminifu kwenye mali ya mtu mwingine, ni nani atakayekupa wewe mwenyewe? Nani atakaye kupa hiyo mali iliyo yako wewe mwenyewe? Hakuna mtumishi aweza kutumikia mabwana wawili. Yesu anasema hakuna mtu anayeweza kutumikia mabwana wawili. Kwa maana ama atachukia huyu na kumpenda huyu. Yaani lazima utamchukia huyu na kumpenda huyu. Ama atashikamana na huyu na kumdharau huyu. Lazima utashikamana na mmoja na kumdharau mwingine. Hamwezi kumtumikia Mungu na mali. Mungu akiwa Bwana wako, Mungu akiwa Bwana wako, fedha haiwezi ikakutawala. Badala yake fedha itakutumikia au mali zitakutumikia. Lakini fedha au mali ikiwa ndio Bwana wako, wewe unakuwa mtumwa wa hiyo. Hili ni jambo ambalo ni dhahiri sana katika ulimwengu huu wa sasa. Watu wengi wanaendeshwa na pesa badala ya kuziendesha. Yaani pesa zinakwambia ni marufuku kulala ndani. Kisa kimoja cha kusikitisha sana, bwana mmoja alikuwa amefanikiwa kwa namna fulani, kwa sasa ni marehemu. Lakini katika yale mafanikio yake wanasema waliokuwa karibu naye ya kwamba alikuwa haruhusiwi kulala ndani. Yaani nyumba ambayo aliijenga ilikuwa haruhusiwi kulala. Yeye alikuwa ni wa kulala kwenye gari au akalale kwenye nyumba za wageni. Ni kweli na miradi ya kutosha. Amefanikiwa katika kila kitu. Lakini unaona hiyo adhabu. Nyumbani tena tukula na kupiga story hapo kama una wageni na nini, lakini muda wa kulala ukifika kila mtu anajua atakakolala. Utawaelekeza wageni kwa kulala, alafu wewe unaenda kulala unapoweza kulala. Pesa zimewaendesha watu wengi kwa sababu wamefanya kuwa ndio bwana wao badala ya kufanya Mungu kuwa bwana wao. Mwenye pesa au mwenye mali amesema huwezi kumtumikia Mungu na mali kama ambavyo huwezi kutumikia bwana wawili. Kwa
unawasikia vijana wakisema mambo ya imani ni ya shida kwanza, nitafuta pesa kwanza, nikipata pesa ndio nitamtumikia Mungu. Ngoja nikwambie, umeshapoteza mwelekeo. Hao ni mabwana wawili ambao hawaingiliani. Kwa kuwa wewe umeamua kwenda kumtumikia huyo Bwana, kuja kutoka huko itahitaji damu ya Yesu ndiye kukomboe, kama wengine wanavyokombolewa kutoka kwenye vifungo vya ibilisi. Kwa hiyo tulia hapo kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Maana yeye akiwa ni Bwana wako, fedha na mali zote hazitakuwa na mamlaka juu yako. Haleluya. Maana ni ya kwake, vyote vitatilishwa chini yake wala hatakuendesha. Hivyo ndivyo ambavyo mtumishi wa Mungu anavyotakiwa kuwa. Anatakiwa kujua ya kwamba yeye ni wakili, amepewa kusimamia mali ambazo Mungu amemwamalia. Sio kwamba zile mali zimtawale, sio kwamba zile mali zimuongoze. Na hii fungu najua tulilolisoma halijakuhalalishia wewe kuchagua kuwa maskini. Maana kuna watu Bwana siku hizi wanapenda tu maskini. Wanasahau kwamba kama kuna watu wachache sana watakaoingia mbinguni tena kwa taabu, watakuwa ni maskini. Miongoni mwa watu wachache sana tutakao kuwa nao mbinguni ni maskini. Mbinguni wanaenda maskini wa roho, sio maskini wa pesa. Bwana Yesu asifiwe. Na usichanganye hivyo vitu viwili, umaskini wa pesa na umaskini wa roho. Maskini wa roho ndio kama nyinyi ambao nasema Bwana, tunatamani kujenga mahusiano yetu na Mungu, tunatamani, ndio maana mpaka unatumia muda wako ili angalau uje ujazwe na Roho Mtakatifu kupitia maombi haya ya siku 40. Wewe ni maskini wa roho na mbinguni utaenda. Haleluya. Lakini maskini wa pesa, tutakuja kwa siku nyingine na hilo jambo. Lakini namna ya tatu au mwelekeo wa tatu wa namna watumishi wanavyofikiri. Watumishi hufikiri juu ya kazi yao na sio wanachokifanya wengine. Yaani ukitaka kuwa mtumishi halisi wa Mungu, jikite zaidi kufikiria juu ya kile unachokifanya, sio kile wanachokifanya wengine. Tumejifunza katika lililoisha ya kwamba tumeumbwa tofauti sana. Kila mtu ana karama zake, kila mtu ana uwezo wake, kila mtu ana nafsi yake, kila mtu ana utu wake aliyoumbwa nao, kila mtu ana vipawa baada ya kubatizwa alivyopewa. Yaani wewe ni mtu wa pekee sana, hajawahi kuwepo mtu kama wewe duniani. Hiyo sentensi nimeirudia mara ngapi? Na kwa taarifa yako hata kuwepo. Kwa hiyo ukitaka kuwa mtumishi halisi wa Mungu, fikiria zaidi juu ya kile unachokifanya wewe, sio kile anachokifanya mtu mwingine. Sio kile anachokifanya mtu mwingine. Kwamba fulani kwa sababu siku hizi ameanza kuvaa nguo za kiume na yeye ni mwanamke, ngoja na mimi nianze. Kwa sababu siku hizi kila mtu anafungua vioski vya kuchoma chipsi, maana wanadamu sasa hivi wanapenda sana chipsi kuliko chakula kingine chote, na mimi ngoja nifungue hiyo. Kuwa wewe kama wewe. Haleluya. Mtumishi halisi huwa hafikiri juu ya wengine wanafanya nini, zaidi hufikiri juu ya kazi yake. Hajilinganishi na watu wengine, hawalaumu watu wengine, na hawawezi kushindana dhidi ya watu wengine. Kwa sasa hivi ngoja nipambane kabisa nimpite fulani. Mtumishi halisi wafanye hivyo. Kwa sababu
yale ya Yakobo. Yakobo alishindana na Mungu, akashindana na watu mpaka akafanikiwa. Maana yake hakwenda kinyume chao, alitamani kwenda pamoja nao. Wakorintho wa pili sura ya 10 na ule mstari wa 12, pia tulisoma siku za nyuma. Hebu tuisome tena kukumbushia. Wakorintho wa pili sura ya 10 na ule mstari wa 12. Kujilinganisha na wengine huwa ni ujinga, ni upumbavu. Acha kujilinganisha na watu wengine. Unasikia mwingine anasema kwa kuwa mchungaji siku hizi anavaa maelezo, wachungaji wanavaa maelezo, naona ndio fashion ya siku hizi, ngoja tu tuvae. Si kwa kuwa mchungaji anavaa mimi ngoja tunataka hapa, ngoja mimi nivae. Tutumisha na sisi wa Kristo wanafanya hivyo. Kwa sababu ndio ndio tusosome sana. Anasema Ndio Wakorintho wa pili 10:12. kwa kuwa hatukufuzu tukihesabu pamoja na baadhi yao wanaojisifu wenyewe, Ndio kwa kujilinganisha nao. hatuwezi wala kujilinganisha nao. Wao wenyewe wakijipima nafsi zao na nafsi zao. Tumewaacha wao wenyewe wakijipima wao wenyewe na nafsi zao. Wakijilinganisha nafsi zao. Wajilinganisha wao kwa wao. Hawana akili. Hata hivyo Mungu kwa acha kujilinganisha na mtu. Wanaweza sasa wewe kwa sababu fulani amekataa kumtumikia Mungu. Kazi zote alizochaguliwa amekataa na mimi sitaki sasa. Kwani wamefanya? Kwani watanifanyia? Ni kweli hawajafanya kitu na ni kweli hatutakufanya kitu. Lakini huo ni ujinga. Neno la Mungu limesema hivyo. Mtumishi halisi huwa anafanya kulingana na wajibu wake ulivyo. Na ndio maana tunatakiwa kumtumikia Mungu kwa bidii. Na tunapokuwa tunamtumikia Mungu kwa bidii, hatutaweza kupata muda wa kujilinganisha na wengine. Hatuwezi tukapata kabisa muda wa kushindana na wengine au kuwalaumu wengine. Leo najifananisha na wengine kwa sababu haujaingia kwenye hiyo kazi kufanya kwa bidii. Hebu wewe ingia ufanye. Ukijilinganisha nao, tuligundua juma lililoisha ya kwamba kuna matatizo makubwa mawili yatatokea, na kati ya haya mmoja wapo lazima nikupate. La kwanza, utakata tamaa ukiona wanafanya kwa ubora zaidi ya wanavyofanya wewe. Hilo ni la kwanza. La pili, tuliona utajiinua kama hakuna mwingine anayefanya kwa ubora zaidi ya vile unavyofanya wewe. Kwa hiyo acha kujilinganisha na watu. Baki wewe kama wewe. Haleluya. Nehemia sura ya 6 na ule mstari wa 3, kwa kufanya kazi kwa bidii hakutaka kushindana na watu wala hakuwa na muda na kuangalia mambo ya watu wengine. Hivi kweli wewe Mungu amekupatia karama, amekupatia vipawa na una wajibu wa kuifanyia kazi. Unapata wapi muda wa kwanza kushindana na watu wengine? Huo muda unaopata wapi? Soma msomaji Nehemia sura ya 6 mstari wa 3. Neno la Mungu linasemaje? Anasema na mimi nikatuma wajumbe kwao nikiwapatia ujumbe huu. Kazi ninayoifanya hapa ni kazi kubwa, siwezi nikaiacha. Kwa nini kazi ikomee hapa nilipoifikisha? Akakataa kabisa mambo ya kuacha kazi yake na kwenda kwanza kubishana na watu wengine. Na wale watu walikuwa wamekuja kwa lugha nyepesi na kwa lugha ya kuvutia, ili kwamba waweze kumshawishi aache majukumu yake akafanye ya kwao. Na ndivyo ilivyo kwa watu walio wengi. Badala ya kufanya majukumu yako, unataka ufanye majukumu ya watu wengine. Kwa hiyo kufanya kazi yako kwa bidii. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana mtumishi halisi huwa anafikiri zaidi juu ya kazi yake. Hapati muda mwingine kwa ajili ya hayo mambo mengine.
kumtumikia Yesu kwa uaminifu, tegemea kulaumiwa, tegemea kuletewa changamoto. Maana hata yeye mwenyewe alilaumiwa, hata yeye mwenyewe aliletewa changamoto. Kazi ya Mungu sio kwamba ni kazi ambayo itafanyika tu kwa njia rahisi na nyepesi alafu mtu amefanikiwa. Hapana. Tunasoma mwanamke mmoja anaitwa Maria Magdalena katika Mathayo sura ya 26. Sasa ile fungu la 10 mpaka ile fungu la 13 kuna mwitikio fulani hapo ambao Yesu alifanya baada ya huyu Maria Magdalena kukaa na kutafakari kumtumikia Mungu kwa namna ya ajabu sana. Huyu mama mtakumbuka alikuwa amezama katika maovu. Alikuwa ameshachukuliwa na mapepo kwa sababu ya mambo yake ya uasherati na uzinzi. Mpaka amekuwa maarufu kwenye kile kijiji cha Magdala. Wakamwita Mariamu wa Magdala, Mariamu Magdalena kwa sababu ya sifa mbaya ya uasherati na uzinzi. Anapokutana na Yesu akamponya kwanza yale mapepo. Alafu akamuondoa kwenye ule uraibu wa uzinzi aliokuwa nao. Akawa mwanafunzi wa Yesu. Akaamua kumtumikia Yesu. Akawa anatembea na Yesu. Popote Yesu anapokwenda, anaenda. Yesu akielekea kuna msafara wake, Maria Magdalena naye yumo. Siku moja akatafakari ni kwa namna gani niweze kumlipa, maana hali aliyonitoa ni mbaya sana. Sasa mimi na mimi ni mtu ambaye ni mwanamke anayeshirika katika jamii. Akaamua kuchukua yale marehemu ya nado safi, marehemu yaliyokuwa ya gharama ya juu kabisa. Akaenda eti akayamwaga kwenye miguu ya Yesu. Akayamwaga kwenye miguu ya nani? Ya Yesu. Marehemu ya nado na gani safi. Yuda akasema, kwa nini kuharibu thamani hii? Si bora hata gharama ya mafuta yangeuzwa wakapewa wafulani wahitaji. Yesu alijibu akamwambia 26 Mathayo fungu la 10 hadi la 13. Neno la Mungu linasema hivi. Anasema hiyo ni kauli ya Yesu. Yesu akatambua akawaambia, mbona mnamdhalisha mwanamke? Mbona mnataka kumdhalisha mwanamke? Maana kazi njema anayoitenda mimi, anaitendea mimi. Hiyo kazi njema amenitendea mimi. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja nikwambie, kwa Yesu huwa hakuna kuharibu. Hata kama wanadamu wengine wataona unaharibu. Kwa nini kuharibu gharama zote hizi au pesa hizi zote ambazo hata hazina matokeo yoyote wala mguso wowote? Ngoja nikwambie, ukiamua kumtumikia Yesu, hiyo huduma sio ya kuharibu. Wataona tu wanadamu wengine unapoteza muda, wataona wanadamu wengine unapoteza mali, wataona wanadamu wengine ni kama mjinga, lakini kwa Yesu wewe ni wa maana sana. Amefanya kwa ajili ya Yesu. 11 anasema, kwa maana siku zote mnao maskini pamoja nanyi. Maskini mnao siku zote, lakini mimi hamna siku zote. Lakini mimi hamnami siku zote. Kwa hiyo hadi 13 anasema, 12 anasema, ndio maana kwa kunimwagia mwili wangu marehemu hiyo ametenda hivyo. Hicho kitendo alichokitenda cha kunimwagia marehemu hayo yanayo safi, ili kuniweka tayari kwa maziko yangu. Amefanya hivyo ili kuniandaa kwa ajili ya maziko. Amini nawaambieni. Na mimi ninawaambia, amini nawaambieni, kila patakapohubiriwa injili hii, hapo injili itahubiriwa, tendo hilo alilotenda huyu litatajwa, alilotenda huyu mwanamke litatajwa kwa kumbukumbu lake. Kwa lugha nyingine, kumbe Maria wakati anafanya hivyo, tendo lake lilikuwa ni tendo muhimu mno kwa Yesu. Japo wale wanafunzi wengine walijiona ni kama halina maana. Na ndio inataka kuonyesha kwamba unaweza ukafanya jambo la maana
mno katika kumtumikia Mungu na wanadamu wenzako wakakuona unapoteza, wakakushangaa. Na unajua ngoja nikwambie, hao waliokushangaa hapa sio kwamba hawakuwa wanafunzi wa Yesu, walikuwa ni wanafunzi wa Yesu kabisa. Kwa hiyo sio ajabu wakakushangaa washiriki kabisa wenzako na waumini mnaoimba nao kwaya, mnaosali nao kanisa moja, tena ni wajumbe wa baraza la kanisa wote, lakini wakaona haina maana kile wanachokifanya. Na ndio maana mtumishi halisi wa Mungu anaangalia juu ya kile anachokifanya yeye, sio kile wanachokifanya wengine. Mawazo ya kina Yuda hapa yalikuwa ni kwamba wapatie wahitaji vitu, lakini yeye Maria alikuwa ana huduma maalum kwa Yesu, na hiyo huduma ilikuwa ina maana zaidi ya vile ambavyo wao walikuwa wanafikiria. Na ndio maana wengine waliona anapoteza, lakini Yesu yeye aliona ni tendo la maana. Jali zaidi kile unachokifanya, maana wewe ni mtumishi wa Mungu, unamtumikia Mungu. Na kwa Mungu hakuna kupoteza. Unaweza kumwambia jirani yako hayo maneno, kwa Mungu hakuna kupoteza. Kama kwa Mungu tu atakulia, anayakusanya yale machozi yako. Usiona ile siku tulisoma Zaburi, anayakusanya yale machozi, anayaweka kwenye chupa alafu anayatunza. Wewe utaona hapo kupoteza, ila kwa Mungu hajapotea chozi hapo moja. Halikadhalika hata huduma yako kwa Yesu haipotei. Acha wanadamu wakucheke, acha waseme umekuwa mjinga, sawa, kubali vyovyote vile wanavyosema. Lakini kwa kuwa unamtumikia Yesu, huduma yako kwa Kristo haipotei hata kama wengine watasemaje. Tazama namba 4. Watumishi huweka msingi wa utambulisho wao kwa Kristo. Ukitaka kuwa mtumishi halisi wa Mungu, utambulisho wako uwe kwa Kristo. Yaani usijaribu kutafuta utambulisho kwa wanadamu. Utambulisho wako uendelee kubaki kwa Kristo. Hata kama itaonekana umeshusha au umeondoa ile identity yako au utambulisho wako, kwamba yani alivyo mtu mkubwa hivi afanye tendo hili ambalo linaweza likafanywa na mtumwa. Sikiliza, utambulisho wako ubaki katika Kristo. Kile kitabu cha Yohana sura ya 13 tunakutana na kisa cha kushangaza sana cha Yesu ambaye aliamua kuwatawaza wanafunzi. Hili unaweza usielewe kama lilikuwa ni tendo la ajabu, ila lilikuwa ni tendo la ajabu. Unajua kuna uishi kulikuwa kunafanywa, ilikuwa ni kazi ya mtumwa. Kunawisha watu miguu na mikono ilikuwa ni kazi ya mtumwa kwa tamaduni za Kiebrania na za ulimwengu wakati ule. Ilikuwa ni kazi ya mtumwa kabisa. Na ndio maana Yesu anapoanza kuwatawaza, anapoenda kwa Petro anakataa. Anasema, wewe si ndio juzi ulituuliza kwamba wananisema mimi ni nani? Tukakwambia wanavyokusema wewe ni nabii. Wanasema wengine wewe ni mtume, wengine wewe ni mwalimu wa ajabu. Halafu mnatugeukia sisi tukakwambia tunavyokufahamu, mwana wa Mungu aliye hai. Eti leo ndio uanze kutunawisha sisi. Yaani kazi ambayo inafanywa na watumwa, wewe ndio uifanye kutufanyia sisi, kwamba sisi ndio tumekuwa mabosi wako. Lakini sikiliza mwandishi Yohana anavyoeleza. Soma msomaji fungu la 3, la 4 na la 5. Vile Yesu alivyokuwa anajitambua yeye.
Yesu akijua kuwa Baba amempa vyote mikononi mwake. Hiyo sentensi lazima uielewe. Na ya kuwa alitoka kwa Mungu naye anakwenda kwa Mungu. Hiyo sentensi lazima uielewe maana yake. Aliondoka chakulani akaweka kando mavazi yake akavaa kitambaa akajifunga kichwa. Kwanza anajua ya kwamba Baba amemkabidhi vyote. Yaani Yesu anajua hapa yeye ni nani. Amepewa mamlaka kama alivyokuja kuyasema ile Mathayo 28:28. Anajijua kabisa kwamba yeye ni mwana wa Mungu na ametoka kwa Mungu. Akayavua yale mavazi yake yanayomtambulisha kwamba yeye ni nani. Alafu akajifunga kama kiunoni, akajifunga kitambaa kiunoni. Kwa lugha nyingine akavaa utambulisho wa mtumwa. Sasa swali nataka niwaulize, yaani kwa kitendo hiki Yesu tayari alikuwa ameshakuwa mtumwa. Ibada ya jioni. Kwa kitendo hiki Yesu, yaani Yesu alikuwa kweli ni mtumwa? Hapana. Hakuwa mtumwa, bado alibaki na uungu wake ule ule, bado alibaki na ile heshima yake ile ile, yaani ile utambulisho wake uliendelea kubaki vile vile. Hali akijua ya kwamba amepewa vyote na Baba, na ya kwamba alitoka kwa Baba na atarudi kwa Baba. Aliondoka alipokuwa amekaa, akaenda akajifunga nguo ya mtumwa, akaanza kuwanawisha. Nilikuwa nimeshafika fungu la 5 msomaji. Labda nilikuwa nimeshasoma. Haya, soma fungu la 5. Akaanza kuwatawaza wanafunzi miguu. Alafu akawa anawafuta kwa kile kitambaa alichokuwa amejifunga kiunoni. Kwa lugha nyingine akafanya kazi ya mtumwa. Nimesha msomaji. Alipokuja kwa Simoni Petro, najua kilichotokea. Asante sana hata ukikomea hapo. Kwa lugha nyingine Yesu anapofanya ili tendo halikuondoa ule utambulisho wake. Na mimi ngoja nikwambie, kwa tendo moja la kujishusha ili kumtumikie Mungu haitaondoa hadhi yako. Haitaondoa cheo chako ulichonacho katika jamii. Kama ni afisa elimu, utaendelea kubaki kuwa afisa elimu. Hata kama shemasi wa kanisa amesema jamani, kesho washiriki wote tunaomba tuje kufanya usafi kanisani. Kwani ukija kanisani ukachukua dekio, uafisari wako utakutoka? Mimi bwana na hadhi yangu na heshima yangu siwezi nikafanya kazi za hivyo. Yaani kishaanza kutanguliza hadhi yako na utambulisho wako, halafu ukasahau kuweka utambulisho wako kwa Kristo, umemisi sifa ya kuwa mtumishi wa Mungu. Ndio maana utumishi halisi wanasisitiza zaidi kuitwa, hawasisitizi zaidi kuitwa kwa vyeo vyao, na wala hawajali vyeo vyao. Ukivilinganisha au wakivilinganisha na cheo cha Yesu, lazima kionekane kuwa kiko chini. Nilipenda mchungaji mmoja juzi wanafanya nisikia, anasema sisi wachungaji tunamtumikia Mungu aliye juu. Haleluya. Na akasema cheo cha urais ni kikubwa zaidi ya cheo chochote duniani. Maana hata huyo rais ambaye ndiye msemaji mkuu wa mwisho wa taifa aliumbwa na Mungu. Haleluya. Kwa hiyo wote tuko chini, Mungu ndiye yuko juu, na ndio maana utambulisho wetu unatakiwa tu uende kugota kwa Mungu peke yake.
Mtu mmoja si alisema baada ya kuwa amefanikiwa, nitapanua ghala zangu, alafu niweke akiba yale yote niliyoyavuna, mazao na nini vyote hivyo nilivyovipata, alafu baadaye niambie nafsi yangu sasa anza kuburudika. Alafu nashangaa mwenye navyo jioni anasema usiku wa leo naitaka roho yako. Wanaitaka roho. Mtu anaposema, unapokuja kwako anasema tunataka roho yako, anataka nini? Ndio habari za jioni. Anataka nini huyo? Sana mtaka wewe. Sasa tufanye. Na vile ulivyokuwa unajivunia nacho. Jambo la tano na la mwisho, watumishi kufikiria huduma kama fursa katika maisha yao. Watumishi wanafikiria utumishi kama fursa. Ngoja niwaambie, kumtumikia Mungu ni fursa. Na fursa huwa ni tukishasema fursa, opportunity, yani ni nafasi ya adhimu ambayo ni muhimu sana, haitaki kupita bila kuifanyia kazi. Hiyo ni fursa. Fursa lazima uichangamkie. Kwa lugha nyingine, kumtumikia Mungu lazima tumtumikie kwa furaha na kwa uchangamfu, kwa sababu hiyo ni fursa. Kwa hiyo nikwambia, tunapochaguliwa, tunapopendekezwa kuwa kiongozi fulani, kwanza umshukuru Mungu. Kwa sababu kuna watu hawajapendekezwa kabisa hiyo nafasi na wanatamani. Wapo watu wanaotamani, ila si karamu ndio iliwaruka, si macho ndio yaliwaruka, si ilikuwaje. Hamna anayejua isipokuwa Mungu ndiye anayejua. Kwa hiyo unapokataa, maana yake wewe unakataa fursa ambayo wengine walitamani waipate. Kumtumikia Mungu jamani ni fursa, kwa hiyo tunatakiwa kuitumikia kwa furaha. Zaburi sura ya 100 na ule mstari wa 2. Na kwa sababu hiyo tunatakiwa tumtumikie Mungu tukiwa tunapenda. Watumishi halisi wa Mungu huwa wanatafuta kila fursa inayoweza kuwafanya wamtumikie Mungu. Yaani wako tayari wanaangalia na wanatafuta. Nadhani ilikuwa ni wiki ile ya juzi tuliona, baadaye msomaji atatusomea Zaburi 100 fungu la 2. Tuliona ya kwamba kuna watazamaji na washiriki wa kanisa. Yaani kwenye congregation na kwenye mkusanyiko wote kama huu, kuna makundi mawili. Kuna ya watazamaji na ya washiriki. Na tukaona watazamaji wao wanapenda kufanya, wasikilizaji wao wanapenda kufanyiwa. Watazamaji wanataka washiriki wanatamani kufanya, lakini wasikilizaji watazamaji wanataka kufanyiwa. Washiriki wanataka kunufaisha, wakati watazamaji wanataka kunufaishwa. Kwa hiyo watu wanaomtumikia Mungu lazima wachague kuwa washiriki na sio watazamaji, sio wanufaika, badala yake wanufaishaji. Na ndio maana watu watatu wamefanya mchakato wakanunua hiki kiwanja. Bwana Yesu asifiwe. Ili leo washiriki 200 tukae tunasema tunaenda kwenye kanisa letu. Na wakati mwingine hata kufanyia usafi unashindwa. Hiyo ni wakati mwingine, sio nyakati zote. Ila ni watu wawili tu walifanya kidogo. Mpaka leo sisi tunajivunia. Maana hata nyumba ya mchungaji iko hapo na kanisa liko hapo. Tunasema jamani tunaenda kanisani. Alafu tukaenda kuhubiri, tunawahubiri watu waje wapi? Kanisani. Lakini historia inasema eti mchango watu wangapi? Wewe umefanya nini? Kumtumikia Mungu ni fursa. Jaribu kuangalia kila fursa inayopatikana mbele yako kwa ajili ya kumtumikia Mungu. Na watu
watumishi wa Mungu wameshaifahamu hii siri ya Yohana sura ya 12 na ule mstari wa 26. Yohana sura ya 12 mstari wa 26. Hapo kuna siri kubwa ambayo wameshaigundua. Natamani na wewe uigundue. Unataka kuheshimiwa, mtumikie Mungu. Haleluya. Heshima inakuja katika kumtumikia Mungu. Soma msomaji. Anasema mtu akinitumikia na anifuate mimi, nami nilipo anifuate huko. Ndipo na mtumishi wangu atakapokuwa hapo. Ninapokuwa na mtumishi wangu atakuwa hapo. Tena mtu akinitumikia Baba. Sikiliza hilo jambo la pili yake hapo, anasema mtu akimtumikia Baba atamheshimu. Bwana Yesu asifiwe. Kuheshimiwa na Mungu mpaka umtumikie. Na ndio maana Mungu amejisumbua sana. Unajua Mungu ameshajisumbua sana. Ni miaka 2000 sasa kama ujumbe. Anahangaika. Anatengeneza mazingira, anatengeneza mahali. Yaani anatengeneza mazingira yote yafai kwa ajili ya waheshimiwa. Ni miaka zaidi ya 2000 sasa. Anataka kuleta waheshimiwa kwenye mahali alipowaandalia. Hawa watakaoleta ni wale ambao wako tayari kumtumikia. Inasikitisha ya kwamba ni asilimia ndogo sana ya watu wanaotumikia Mungu sasa hivi. Utafiti umefanyika na ikagundulika ya kwamba kati ya Wakristo wote duniani wale wanaomtumikia Mungu ni kati ya 5% mpaka 8%. 5 mpaka 8%. Na ndio maana hata umeona tumeleta orodha ya mapendekezo ya viongozi wapatao zaidi ya 40 kwenye kanisa hili. Ila utashangaa baada ya makabiliano sasa utendaji uanze. Kati ya hawa 40 unajikuta wanaofanya kazi hawafiki 5. Katika kipindi hicho kila mtu anasema mimi sio kiongozi. Yaani viongozi wanakuwa wengine. Yaani anajiondoa kabisa kama sio kiongozi. Wakati ni kiongozi wa idara fulani ndani ya kanisa. Sasa tunatoa wito uwe sehemu ya kumtumikia Mungu. Haleluya. Mungu anatafuta watu wa kuheshimu. Na hao watu ni wewe. Nataka nimjue Yesu na nizidi kufahamu, nijue upendo wake, wokovu wake kamili. Rafiki yangu na ndugu yangu, jioni ya leo ninataka kukuambia kwamba ikiwa tutajitahidi angalau tufikie 10% ya Wakristo ambao wanazingatia wajibu wao kama watumishi, kuna mambo makubwa mno ambayo yatatokea na Mungu atayafanya. 10% tu ya watu walio tayari kutumika. Na Mungu yupo tayari kabisa kukutumia wewe kama utakuwa tayari kutumika. Sauti ni yake Bwana, kweli nani tayari.
mavuno yako yanakawia, nani atayavuna? Kwa kudumu anaendelea kuita, na naahidi, anasema zawadi atatoa. Swali la msingi linalobaki ni nani atakayejibu? Nipo Bwana, nitumie. Hata kama huwezi safari za kwenda nchi za mbali, bado kuna watu karibuni ambao wanahitaji kufikiwa na ujumbe wa matumaini. Kwa hiyo bado unaweza ukautangaza upendo wa Mwokozi. Hata kama huwezi kuwa mkesha mlangoni kama Hana mwaminifu kuwainulia watu mikono, bado unaweza kutangaza ufalme wa Mungu. Sauti, beti wa kwanza tusimame tuimbe. Sauti ni yake Bwana kwenda na ni tayari mavuno yanakawia, nani atayavuna? Kwa kudumu anaita, zawadi atatoa, nani atakayejibu? Nipo Bwana, nitume. Sikiliza rafiki yangu, mbingu zinatafuta mtu wa kutumika. Wakati mwingine hapa ndio tunakosea kanuni za namna tunavyoomba. Sisi watu tunataka tu tuombe Mungu atufanyie. Alafu anaposhindwa kutufanyia, sio kwamba anashindwa. Anapoacha kutufanyia, tunaanza kulaumu, tunaanza kulalamika, tunakata tamaa, tunaiacha imani. Wakati anaita watu wa kumtumikia, hatuko tayari kumtumikia, tuko busy na mambo yetu. Mimi Bwana sina muda, mimi sina nafasi kwa ajili ya hiyo. Niko busy. Hizo zimekuwa nyimbo zetu. Tumekuwa busy kwa mambo mengine. Mungu atusaidie sana. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, asante kwa jioni ya leo. Umetupatia mwelekeo wa aina 5 za mawazo na fikra ambazo watumishi wako halisi wanavyofikiria. Tusaidie kwa kuwa umetupatia ujumbe huu jioni ya leo, tufikirie kama watumishi. Tunapokuwa tunafikiria juu ya kazi zetu, zaidi kufikiria juu ya kazi za wengine, tufikirie namna ambavyo umetupatia dhamana kama mawakili na sio wamiliki. Mungu wetu wa mbinguni, wewe ndio tumegundua jioni ya leo unatutaka hata tusijilinganishe na watu wengine, kwa sababu karama ulizonipatia mimi sio karama ulizompatia yule. Tunapojilinganisha tunakuwa tumekosa sifa ya kuwa watumishi halisi wako. Mungu wetu wa mbinguni, jioni ya leo tumegundua ukweli wa ajabu ya kwamba kumbe tunatakiwa kukutumikia kwa moyo wote. Tusaidie sana, tukatoe maisha yetu kwa ajili ya kukutumikia bila kujalisha wengine wasemaje, maana hata hivyo watakuwepo kwa watukatisha tamaa. Washiriki na waumini wenzetu kabisa tulionao kundi moja, kama ambavyo Mariam alikuwa na kina Petro na kina Yuda kwenye kundi moja, wanatembea pamoja na Yesu, wanashuhudia miujiza ya Yesu, wanafurahia vyote ambavyo Yesu alifanya kwa ajili yao. Lakini bado Mariam anapofanya tendo muhimu sana, wenzake walimbeza kama kumkatisha tamaa. Lakini kwa kuwa alikuwa anafanya kitu cha maana, wewe ulimtetea,
Na jioni ya leo tumegundua ya kwamba tunapokuwa tunakutumikia wewe hatupotezi. Maana huduma yoyote inayoelekezwa kwako sio kupoteza. Hata kama kibinadamu itaonekana hivyo, lakini kwako sio kupoteza. Kwako ni kupata na kupata na kupata. Tusaidie ili kwamba tuendelee kusonga mbele kukutumikia wewe licha ya maneno ya kutukatisha tamaa. Asante kwa kuwa jioni ya leo umetupatia nguvu hii. Roho Mtakatifu akaendelee kuikuza na kuimarisha ndani yetu ili tuendelee kutumikia kwa moyo wote. Bariki kila mmoja wetu kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana wabariki sana. Tunawatakia jioni njema. Karibuni siku ya kesho.